Kupitishwa kwa sheria ya wakala uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar ZEA, sheria namba 2 ya mwaka 2022, kulikuwa ni mwangaza uliowashwa katika safari ya kuwainua wananchi kiuchumi. Haikuwa tu hatua ya kisheria, bali tamko la matumaini la kutaka kuona wananchi wa Zanzibar wakijipatia nguvu ya kiuchumi kwa mikono yao wenyewe kupitia ubunifu, bidii na fursa zinazogusa maisha yao moja kwa moja. Safari hiyo ikapata uhai zaidi tarehe 10 Agosti 2022, wakati Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alipomteua mkurugenzi wa kwanza wa ZEA, ndugu Juma Burhani Mohamed, hatua iliyoleta matumaini mapya kwa wajasiriamali. Miezi miwili baadaye akaendelea na uteuzi wa mwenyekiti wa bodi ya taasisi hiyo, ndugu Juma Amur Mohamed, kabla ya waziri wa nchi ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji Zanzibar, Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Soraga kukamilisha safu ya uongozi kwa kuteua wajumbe wa bodi, na hatimaye tarehe 22 Oktoba 2022 bodi hiyo ilizinduliwa rasmi. Bodi hii ya kwanza ilisheheni wajumbe waliobobea katika fani na nyanja tofauti za kitaalamu. Kazi yake ya kwanza ilikuwa ni kuweka misingi thabiti ya kiutendaji ili kuhakikisha licha ya uchanga wake, ZEA inatimiza malengo yake kwa ufanisi, huku ikifungua milango ya fursa na kuwatumikia wananchi kikamilifu katika safari yao ya kiuchumi. Na hapa mwenyekiti wa bodi hiyo, ndugu Juma Amur Mohamed, anaeleza namna alivyopokea uteuzi wa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kwanza wa ZEA na hatua za awali bodi hiyo ilizozichukua kuisimamia ZEA ikiwa bado katika hatua za mwanzo kabisa za kuanzishwa kwake. Mara nyingi kwenye taasisi mpya unakuwa na changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto hizo ni kwamba kunakuwa na taasisi ambayo ile miundo mbinu au miundo ya msingi inakuwa bado haijakuwepo. Kwa hiyo matarajio ni kwamba bodi ya mwanzo inapochaguliwa ni kwamba wao watakuwa na jukumu hilo la kuweka ile miundo msingi ya taasisi pamoja na utamaduni ambayo kwa lugha ya Kiingereza inaitwa culture, corporate culture ya taasisi hili. Kwa hiyo nilijua ni changamoto kubwa, lakini kwa kutumia uzoefu tulionao na kuaminika huko nyuma, basi imetusaidia na tumeweza kuzifesi challenge hizo, na baadaye tukatayarisha na mpango mkakati wa mwanzo wa taasisi, kwa sababu ni taasisi mpya ambao nao umetupeleka mpaka hapa tulipo na tunaendelea nao. Kwa hiyo kazi ilikuwa kubwa, lakini tumeendelea nayo na tumefanya vizuri, na mpaka sasa hivi tunaendelea na shughuli zetu vizuri. Vile vile tumeweza kufanikiwa kutengeneza miundo mbalimbali na miongozo kwa ajili ya utendaji wetu kazi. Miongozo mbalimbali ya programu hizi za mikopo ambazo tunazitoa, miongozo za utendaji kazi katika maeneo mbalimbali ya utendaji wetu kazi, nazo vile vile imetayarishwa. Hakika bodi hii imejidhihirisha kama chachu ya mafanikio ya ZEA. Wajumbe wake walifanya kazi kwa bidii, wakiongozwa na busara na hekima kubwa. Kila hoja, ombi au wazo lililofikishwa mezani lilichambuliwa kwa umakini na uangalifu mkubwa, likapimwa kwa mizani ya maarifa na uzalendo. Hatimaye maamuzi na miongozo iliyotolewa yakawa dira iliyoiwezesha taasisi kusonga mbele kwa kasi, huku mafanikio yake yakionekana kupitia huduma bora kwa wajasiriamali waliokuwa na matumaini makubwa ya kuona matokeo ya uwezeshaji wa kweli. Chini ya usimamizi thabiti wa bodi hii katika kipindi cha miaka mitatu, taasisi imepiga hatua kubwa, ikitoa mikopo kwa wajasiriamali, kuwaendeleza kupitia mafunzo ya ujasiriamali na kuwasaidia kupata alama za ubora ili bidhaa zao ziweze kuwa na ushindani ndani na nje ya nchi. Vile vile,
Kupitia uratibu wa maonesho na matamasha mbalimbali, Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi imewafungulia wajasiriamali milango ya masoko mapya, ikiimarisha ari ya ubunifu na kuongeza thamani ya bidhaa zao katika soko la ushindani, kama anavyoeleza mwenyekiti wa bodi hiyo. Taasisi yetu ya ZEA imepata mafanikio mbalimbali. Miongoni mwa mafanikio hayo ni programu mbalimbali ambazo zinaendeshwa kwenye taasisi hii. Programu za mikopo peke yake. Kwenye mikopo hii kuna programu mbalimbali za mikopo. Kuna mikopo ya Inuka, lakini kuna mikopo mingine ambayo inaitwa 442. Hii ni mikopo ya makundi maalum. Mkopo mwingine ni wa Halifa Fund, ambapo ni makubaliano ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Abu Dhabi. Katika uwezeshaji huu vile vile kuna uwezeshaji wa kimasoko, yani kuwasaidia wajasiriamali kupata masoko ya bidhaa zao, na hili tumeunganisha wajasiriamali katika maeneo mbalimbali katika ili kupata masoko ya kuuza bidhaa zao. Lakini kitu chengine katika hili ni kushirikiana na Taasisi ya Viwango ya Zanzibar ZBS katika kuzitambua hizi bidhaa zao wajasiriamali. Na mafanikio mengine ni mifumo mbalimbali ambayo tumeianzisha ya kidigitali kwa ajili ya kusaidia na kuongeza ufanisi katika programu zetu za mikopo. Chini ya usimamizi wa bodi hii, zaidi ya shilingi bilioni 46 zimetolewa kwa wajasiriamali zaidi ya 26,000 kupitia programu mbalimbali za mikopo. Mikopo hii ikiwapa nguvu ya kujitegemea kiuchumi. Wanufaika hao walijishughulisha na shughuli mbalimbali kama ufugaji wa nyuki, usindikaji wa bidhaa za chakula, kilimo, huduma za mapambo, biashara na uchumi wa buluu. Kupitia mikopo hiyo, ndoto nyingi zimegeuka kuwa uhalisia. Wananchi sasa wanaishi maisha ya mafanikio, wakitengeneza ajira na kuchochea maendeleo ya Zanzibar. Miongoni mwa mafanikio makubwa yaliyoiweka bodi hii katika ukurasa wa heshima ni kupata hati safi za ukaguzi wa kipindi chote cha uongozi wake. Kwa weledi na uangalizi makini, wajumbe wa bodi walihakikisha kila shilingi inayotumika inaacha alama ya thamani halisi, sio kwa maneno tu, bali kwa matokeo yanayoonekana. Uadilifu wao katika usimamizi wa fedha ulikuwa ni nuru ulioiangaza njia ya uwazi na uwajibikaji, huku akimpa mkaguzi wa ndani uhuru kamili wa kufuatilia, kuchambua na kushauri bila hofu wala upendeleo. Na hapa mwenyekiti wa kamati ya ukaguzi na viashiria hatarishi, ndugu Abubakar Mohamed Abubakar, anafafanua kwa undani zaidi. Hili limetokana kwanza na of course jitihada kwanza za ndani za uongozi, lakini pia kwa upande wa bodi ule weledi au ile tusema taaluma ambayo tuko nayo tumejaribu kuitumia na kuelekeza management nini cha kufanya. Sasa ile knowledge experience usema kwamba taaluma tulizonazo, lakini na uzoefu tulionao, kwa kweli ndio tumejaribu kuutumia ili kuweza kuisaidia taasisi kuweza kufanikiwa na kuweza kupata hati safi kwa kipindi chote hichi ambacho tumekuwepo. Lakini pia independence ambayo mkaguzi wa ndani anayo. Mimi naamini kama kuna mkaguzi wa ndani anapata support kubwa kutoka kwa kamati, basi ni wakaguzi wa ndani wa ZEA. Kwa kweli tunawapa support kubwa na tunawapa miongozo ambayo inawafanya wafanye kazi yao kwa weledi. Sisi mkaguzi wa ndani, kwa sababu tunaamini ndio jicho la bodi. Kwa hiyo akiwa strong yeye, manake bodi ndio inakuwa strong. Bodi hii haikutoa maamuzi kwa kauli za amri, bali ilikuwa bodi ya hekima, ushirikiano na masikilizano. Kila hoja ilipewa nafasi, kila maoni yalizingatiwa na kila uamuzi ulizaliwa kutokana na majadiliano yenye tija. Mkurugenzi wa ZEA, ndugu Juma Burhani Mohamed, anasisitiza kwamba ushirikiano huo ndio uliokuwa nguzo ya ufanisi wao,
ukageuza maamuzi kuwa matendo na mikakati kuwa matokeo yanayoonekana. Kwenye swala zima la kutoa mwelekeo wa kimkakati, yani strategic direction, bodi imefanya kazi hiyo vizuri, na hata concentration ya bodi yenyewe. Bodi imekuwa ina mchanganyiko wa wanawake na wanaume, lakini sio tu imechanganyika kwenye sekta tofauti. Kuna watu wanajua masuala ya kilimo kwa undani kabisa, kina Dr. Mwatima na Dr. Mariam amekuwa wametusaidia kwenye masuala ya mafunzo kwa makubwa yake, lakini tulikuwa tuna mtu ambaye anashughulikia masuala ya kibenki, kutupa directions za kibenki, ikiwepo yeye mwenyekiti mwenyewe, lakini masuala ya auditing na finance, ndugu yetu CPA Abubakar Mohamed Abubakar amekuwa anatusaidia sana hivyo. Tukitizama katika swala zima kwa kipindi cha miaka mitatu, kila mwaka tulikuwa tunapata hati safi. Kwa hiyo ni bodi ambayo imetupa miongozo mizuri na tumekuwa tunapata hati safi kwa sababu bodi imekuwa inaisimamia taasisi vizuri sana. Lakini maelekezo yanayotolewa na bodi, management inafanyia kazi na inatatua kila changamoto ambayo inayokuwepo, na bodi inatupatia direction ya strategically tunaweza tukalikuzaje swala zima la uwezeshaji. Kwa kipindi chote cha uongozi wake, bodi hii imeonyesha mfano wa kweli wa kujitolea, ikifanya kazi kwa moyo mkunjufu. Ilikuwa ni bodi iliyosimama imara katika kila hatua ya safari ya uwezeshaji. Ilijitoa kwa hali na mali, ikiongoza vikao kwa umakini na kuamua kwa busara. Kila kikao kiligeuka kuwa jukwaa la mawazo chanya na dira ya mabadiliko, na kila uamuzi wake uliakisi dhamira ya kuwatumikia wananchi kwa dhati. Ni bodi iliyokabiliana na changamoto bila kuyumba, ikifuatilia matatizo ya kiutendaji kwa macho ya ujasiri na kauli za ubunifu. Wajumbe wake hawakuogopa kukutana na changamoto, bali walizigeuza kuwa ni fursa ya kujifunza na kuboresha maisha ya wananchi. Walifika viwandani, walitembelea masoko, walizungumza na wajasiriamali kwa kuonana ana kwa ana na kusikia kwa masikio kile ambacho sera na mikakati ya uwezeshaji ilieleza kimefanyika. Ni bodi iliyopanda milima na kushuka mabonde, iliyopitia maporini na nyikani kwa lengo la kuhakikisha uwezeshaji hauishii kwenye karatasi tu, bali unaonekana katika maisha ya watu. Imeacha alama, si kwenye ripoti tu, bali katika nyoyo za maelfu ya wajasiriamali waliogeuza ndoto kuwa ajira, mawazo kuwa bidhaa na matumaini kuwa uhalisia. Safari ya bodi hii inabaki kuwa simulizi ya uongozi uliotenda kwa vitendo na roho ya uzalendo isiyotetereka.